Mtabisha sana, lakini kalamu ya mwandishi ndio zana pekee ambayo inaweza kuibua maovu ya viongozi wa nchi hii. Na bila mwandishi hakuna neno ufisadi, rushwa ambao tungelijua. Sio waandishi, ni wabunge. Wabunge? Wewe unadhani wabunge wasingeongea hayo? Unafikiri waandishi wangenukuu kutokea wapi? Waandishi wa habari si kitu kama hakuna sehemu wanazopata habari hizo. Hebu sikilizeni kwanza. Mimi sioni mantiki ya ubishi wenu, kwa maana yote ambayo mnayoongea ni mambo ambayo yanayotegemea wabunge, sawa, lakini pia bila ya msaada wa vyombo vya habari sisi tusingeweza kupata taarifa. Acha nifafanue hivi. Katika taifa ama mataifa kuna mambo mawili yanayotegemea. Katika hayo You talk rubbish. You talk rubbish. All of you, you talk rubbish. You know why? Why? Alexander Solzhenitsyn said, the laws of writing command us to rise above our anger and try to see the present in the light of eternity. But forget the past and you lose both eyes. Wabunge wengi wamekuwa makasuku. They just talk and talk. No one needs to hear someone talks. We need to see the freedom we fought for at the past in vivid horizon. Sio kusema sema nani hajui kuzungumza wewe. Nyinyi mtakaa kubishana na kuongea, mwisho mtagombana. Wakati wenzenu wakizungumza bungeni unapokea posho. Do you know that? Edward Freeman katika Operation Prague yeye alisema, the annals of all nations bear witness that an enslaved people always suffer more deeply from those of its own who take service under the conquerors than it suffers under the conquerors themselves. Halafu nikawasikia mnazungumza kuhusu waandishi wa habari. You talk about this waandishi wa habari. Waandishi wa habari wengi wa sasa hivi wamekuwa na chuki. Hawaprove habari. Hawana evidence. Wanaandika kwa sababu wana chuki. Kama mimi nakuchukia wewe, basi na uwezo kukamata peni na kuandika nikudhalilisha wewe kwa sababu nina chuki. Sifuati taaluma inaniambia nini. Hamkusoma habari za J.C. Lynchburg. Anasema the most dangerous of all falsehood is a slightly distorted truth. I think hamnielewi tunachozungumza. Nyinyi wacha niwakumbushe habari za Samuel Taylor Coleridge. Samuel Taylor Coleridge alisema na nampenda sana Samuel Taylor kwa sababu anaakisi maisha halisi ya fasihi na vijana na jamii kwa ujumla. Alisema, he who begins by loving Christianity better than truth will proceed in loving his own sect better than Christianity and ends by loving himself better than all. Hapo ndipo tunapopata ufisadi wa hali ya juu na kujilimbikizia mali. Alafu nyinyi mnaongea tu, hamjui mambo, hamsomi vitabu, hamjui historia. You are a fool. You talk rubbish. Nyinyi endeleeni kuongea, makinaona hamna hela. Wacha mimi nikapate lunch. You my friend, unajua thamani ya hivi vitabu? Unajua knowledge inayopatikana hapa? Wacha ondoke. What? Wewe unasema tutokee ndio ulikuwa unazungumza pumba. Hata hizo pumba zenyewe unazoongea hujazishika kichwani. You are a fool. Look at him. They don't want to read about books. They know nothing about books. They don't want to know about J.C. Lynchburg. They don't want to know about Edward Freeman. He's a fool.